tena. Hata kama sisi tukimkataa, yeye hawezi kujikataa, yupo, anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uelewe kwamba ulimwengu na kila kitu kitapita, lakini yuko ambaye anaishi milele, Mungu ambaye atauchukua ulimwengu na watu walioishi katika haki yake wataishi naye milele, huku wakiburudika na wakipozwa maumivu na mateso ambao waliishi katika dunia wakiyapitia. Kwa maana walipokuwa kimtumikia Mungu, wapo watu waliwabeza, wako watu wengine waliwatesa, wengine wakaona kwamba jinsi wanapomtumikia Mungu si sahihi, yani wanapomtumikia Mungu ni heri wawatese, waachane na imani, lakini wenyewe wakaona ni beta kumshikilia Mungu kuliko vitu vingine. Wakakubali malawama, wakakubali kuumizwa, wakakubali kupigwa, wakakubali kuonewa, wakakubali mateso, wakakubali vitu vyote ambavyo vilikuwa kinyume nao, ambavyo viliwapa maumivu ndani ya moyo, ambavyo viliwapa kilio ndani ya moyo. Wakatamani hata kuacha wokovu, lakini wakaona hatuna kimbilio jingine ila ni Yesu pekee. Wakaendelea kumshika hata maisha yao yakamalizika ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mtume Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Maana yake aliyatazama mateso ambayo aliyapata, akaona kuwa yale mateso si kitu. Kwa hiyo akafikia mpaka wakati akaona sasa, kwa jinsi ninavyoteseka ninaishi ni kwa sababu ya Kristo. Nikiwepo leo ni kwa sababu Kristo yuko ndani yangu ananijalia uzima, na nitakapokufa ninaona ni faida kwa sababu nitakufa katika Kristo. Kwa hiyo ninaichuchumlia taji ya uzima katika mambo yote ambayo yanapita ndani yangu. Ana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uelewe na utambue, hakuna kitu ambacho kitaishi milele. Wale kina Paulo wakakubali maumivu, wakakubali vitu vingi. Mitume wengi wakakubali maumivu. Kwa nini? Walijua iko thawabu yao mbinguni. Walipigwa mawe, wakapigwa vitu vingi, kina Stefano wanakufa, lakini angalia anachokisema, namuona Yesu, naona mbingu imefunguka, namuona Yesu katika marango, namuona Yesu. Lakini wanaendelea kumpiga mawe. Yeye anashuhudia ndani yake, kwa sababu aliona iko raha ndani ya Kristo ambaye ataenda kuipokea. Yesu asifiwe sana. Kwa nikusii, maisha ya ulimwengu ni yanapita. Araheli yeye mtu ule amchaye Mungu, kwa maana haijalishi atapita katika bonde la uvuli wa mauti, haijalishi atapita katika mambo ya jinsi gani, lakini iko siku ambapo macho na kilio ambacho alikipitia kitanyamazishwa kimya. Atasema, karibuni wanangu, karibuni mpumzike kwa yale mateso ambayo mmepitia, kwa vile vitu ambavyo mlipita katika ulimwengu. Karibuni mpumzike. Bwana